tusinganganie matatizo, achilia matatizo. Tafuta suluhu ya matatizo, usinganganie tatizo. Eti vumilia, umekanyaga msumari, kaa mguu na utatende. Ngoa ule msumari. Msishikilie wa mama matatizo, ndio yanayotuchosha hayo, tunakuwa kama vichaa. Ni kweli. Tutafute suluhu ya matatizo, tusinganganie matatizo. Si ndio wa mama? Tutafute suluhu ya matatizo, tusinganganie matatizo. Si ndio? Jamani, mimi hilo kwa hayo machache na watendeni sana. Karibuni sana. Karibuni Msoma mjini. Mimi niko Mahakama Kuu Bweri, ni naibu msajili, ni hakimu. Lakini tunakumbushwa pia kwenye matendo yetu na kazi zetu tuwe na hofu ya Mungu. Amina. Tutabarikiwa. Ndio maana ya kujiunga hivi vyama vya kitume. Amina. Nikienda pale nikapata huduma sehemu fulani, ofisi fulani, mtu anakuhudumiwa, jua kweli nimehudumiwa na MUWATA. Nimehudumiwa na MUWATA. Wamama mara ngapi mnapika vyakula, mnauza mama ntilie, vinalala bado na kesho mnaviuza, watu wanaugua matumbo. Kwa nini hauwi na hofu ya Mungu? Ukitoka hapo utasema mimi biashara yangu haijabarikiwa. Kumbe wewe ndio unaifanyaje? Unainajisi ile biashara. Muuzie mtu kitu kizuri. Mimi kuna juzi nimeenda sehemu nikamkuta mama, nikasema naomba ndizi fulani. Akaenda akatoa ndizi alikozitoa yeye anajua, akanifungia, akasema mimi ndizi niliyokuomba sio hiyo. Afu bahati mbaya mimi Muhaya ndizi nazijua. Kwa nini nimekuomba ndizi hii unanipa ndizi hii? Kwa hiyo mama, kufanyeni biashara, fanyeni kazi zenu kwa hofu ya Mungu, si ndio? Na wamama sisi hapa, usije ukamtendea mtu kibaya. Ukikitenda leo kesho kitakurudia. Kesho kitakurudia, si ndio? Kuna kisa kimoja cha mama na mkwe wake, si ndio? Binti ameolewa, akamkuta mama mkwe, na ni mzee ajiwezi, analelewa na mume wake, si ndio? Ameenda ameishi naye vizuri, ameenda vizuri, maisha mazuri, akawaacha vizuri, baba akafariki. Akawaacha na mali nyingi. Nakwambia mke wangu, mlee mama yangu, hajiwezi. Basi yule mama alikuwa akiamka, ana watoto anapeleka shule na gari anarudi. Siku ya siku yule kila anapoenda kazini, mama umeamkaje? Salama. Naomba niache nimekutengea chakula, kwa sababu alikuwa hajiwezi hata kujiandalia chakula. Yule bibi kila siku anapomuaga anaenda kazini, ambia mwanangu uende salama. Tenda mema, kesho yatakulipa. Kila unachotenda kibaya ipo siku kitakurudia. Sasa akasema, wewe mama, kwa nini ananiambia neno? Tenda wema, ukifanya kibaya kitakurudia. Hicho kitu ni kibaya, kipi kitanirudia lini? Siku moja akaenda kwa mashoga zake, akakuta wanawawata wengine pembeni. Akaambia mwenzangu, kila nikiamka mama mko, kwa nini ananiambia hili neno? Nikimuaga naenda kazini naambia tenda mema, ukifanya baya litakurudia. Na maana gani? Akasema yani huyo ndio kabisa anakuja kukumaliza. Hilo baya linakuja kukurudia na yeye ndiye atalitengeneza. Kwa wewe cha kufanya, fanya njama yoyote, hakikisha huyo mama usiendelee kuishi naye. Mfukuze kabisa. Hao ni washauri sasa. Mwingine mfukuze kabisa. Yani maneno anayokuambia ni fumbo zito sana. Yule mama akawaza. Si anamwandalia chakula anaenda kazini. Siku moja akaandaa chakula, akamwekea, akaweka na supu. Akaweka kwenye hotpot. Ambia mama, ukiamka karibu chakula. Kumbe watoto wake siku hiyo wamewahi shule, moja akapata tatizo, sio akaumwa tumbo. Akamkuta bibi huko. Kwanza mimi na njaa, mtoto wa kwanza ndiye alianza kula. Akaja wa pili akala, akute wote wamekufa. Anatoka kazini. Mama yeye alichelewa kula. Akasema kwanza siku nilikuwa sijisikii kula. Akafika analia kilio. Akamwambia mwanangu, nilikwambia kile unachokifanya kitakurudia, kikiwa kibaya, kikiwa kizuri kitakurudia. Kwa hiyo ndugu zangu, jifunzeni na ushauri mnapopokea ushauri, kwa sababu mshauriwa ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Unaweza ukashauri ushauri wako kabaki hapo ukauchukua au usiuchukue, si ndio mama?